Mtazamaji, na sasa tugeukie masuala ya elimu ambapo taifa linapojiandaa kwa ujio wa sekondari ya awali yani junior secondary mapema mwakani. Sasa wamiliki wa shule za binafsi za gharama nafuu ambazo kwa wingi hupatikana katika maeneo yaliyo na shule chache za umma wanitaka serikali kuwahusisha katika mipango na maandalizi ya junior secondary. Wakiwa chini ya mwavuli wa Unified Update Schools Association of Kenya, wanadai kubaguliwa katika mjadala na mikakati yote, ili hali wao ni nguzo muhimu katika kuendeleza elimu ya msingi na sekondari, hasa katika maeneo yasiyokuwa na shule za umma. Hiki ni kipindi cha masomo ya alasiri katika mojawapo ya shule za binafsi zenye gharama nafuu almaarufu Update. Ingawa shule hizi ni kiunganishi kwenye pengo la ukosefu wa shule hasa katika maeneo kame na mitaa ya mabanda, wamiliki wanadai kupuuzwa na serikali kwenye mjadala wa junior secondary. The Update institutions are complementary in the spirit of the public-private partnership nature, for they provide educational support for Kenyan children who are unable to attend public schools or the high-end private schools. Wamiliki na wakurugenzi wa shule hizi aina ya Update sasa wameitaka serikali, hasa Wizara ya Elimu, kutambua juhudi na umuhimu wao kwenye mchakato mzima wa kufanikisha masomo ya msingi na sekondari, hasa kuhusu mpangilio na mikakati ya junior secondary. We therefore call upon the Ministry of Education to include us in the new registration guidelines for schools now that the junior secondary schools debate is on. We need to give the views of our vision in complementing the government in the provision of the education in areas where public schools are not available or affordable. Wakizungumza jijini Nairobi baada ya kutia saini mkataba wa MOU kuhusu chama rasmi cha kuliwakilisha kundi hili la shule, viongozi hao walikubaliana kwa kauli moja kubuni muungano wa pamoja wa shule za binafsi za gharama nafuu, Unified Update Schools Association of Kenya. That Update sector was disintegrated without any properly constituted leadership. This was unhealthy for a sector which handles the majority of the needy and vulnerable learners in this country and in ASAL and urban poor settlement. Kubadilishwa kwa jina la chama hicho kulitokana na mapendekezo kwenye ripoti ya jopo maalum iliyobaini kwamba migawanyiko kwenye sekta hiyo hutoa mianya kwa matapeli na walaghai. Shadrack Miti, KTN News. Kutoka kwa